Sasa basi, kuna mambo matatu muhimu sana ambayo mambo hayo yakitunzwa vizuri, matumaini ya mtu hukamilika. Matumaini ya mtu huwa yamekamilika na yatakamilika, na kile anachokitumainia kitafanikiwa na atafanikiwa. Mambo matatu, siri yake ni mambo matatu tu katika kuyatunza matumaini yako. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu, kwanza kabisa sina budi kumshukuru Allah subhana kuweza kukutana tena kwa mara nyingine. Hii yote si kwa uwezo wetu wala si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni uwezo wake Allah jalla fi'ala. Na ninapende kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tumshukuru Allah sote kwa pamoja kwa kalima tukufu ya alhamdulillahi rabbil alamin. Leo ndugu zangu, katika hadhara yetu hii tuliyokuwa nayo hivi sasa, tutazungumzia kwa mada fupi kabisa, mada ambayo yenye kichwa cha habari kinachosema matumaini ya kuishi maisha yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu, kila mmoja anaishi kwa matumaini. Bila matumaini, mwana wa Adamu hauwezi ukawa ni mwenye kuishi maisha ambayo ya kibinadamu ya kawaida, kwa sababu hata mnyama pia na matumaini. Lazima na wewe uwe una matumaini. Sasa tunachokikusudia hapa ni matumaini yaliyokuwa mazuri, matumaini ya kuweza kufanikiwa katika maisha. Allah jalla jalalu ametusahaulisha vitu. Wakati mwingine unaweza ukamwona mtu jirani yako, rafiki yako, au hata mtu baki amepatwa na saibu au amepatwa na mtihani, lakini mtihani ule ukawa ni mtihani mkubwa mno. Mtihani ule ukauchukua katika fikra zako, ukawa ni mwenye kuwa nao, kisha baada ya muda au ukanukuu kwamba maisha haya na mtihani huu unaweza ukawa kwangu mimi pia, ukawa ni wenye kunifikia. Lakini kwa muda mfupi utakuwa katika mazingira hayo, lakini Mwenyezi Mungu anakusahaulisha ile picha namna ambavyo ilivyokuja. Mwisho wa siku unasahau na tayari unajenga matumaini mengine. Mfano, mtu amefariki, rafiki yako, ndugu yako, mlikuwa mkiongea pamoja, mkicheza pamoja, subhanallah, Allah amemchukua, amefariki dunia. Lakini mwisho wa siku ni kwamba ukao una maibrani kubwa sana, una hofu, unapatwa na hofu kali kwamba inawezekana kesho ni mimi, nisijisahau, nifanye mambo mazuri. Lakini baada ya kutoka hapo tayari, baada ya muda mfupi tayari ushasahau kila kitu. Sasa ndugu zangu, la nasibaka minad dunya, au la tansa nasibaka minad dunya. Dunia itafutwe na dunia iangaliwe, kwa sababu usipokuwa ni mwenye kuishi na kuiangalia dunia inataka nini, ufanye jitihada na wewe uwe nani katika dunia, basi tafuta kana kwamba utaishi milele katika dunia. Lakini ishi katika dunia kwa maandalizi, lakini na kuwa na tahadhari kana kwamba unaondoka kesho. Kwa maana yake ni nini ndugu zangu? Maana yake ni kwamba utakapokuwa ni mwenye kukata tamaa, wewe hutotafuta na wewe wala hutofanya jitihada yote ya utafutaji na kutafuta riziki. Lakini utakapokuwa ni mwenye kuwa wewe ni mwenye kuwa na matumaini na kutarajia kwamba kuna maisha baadaye ya kesho kutwa, mimi nataka niwe katika maisha fulani, basi hutokuwa ni mwenye kukata tamaa na utakuwa na fikra za kutafuta maisha. Sasa matumaini ya kuishi maisha mazuri. Kila mwanadamu kupitia vipindi, ndugu zangu, vya furaha na vipindi vya huzuni. Haya maisha ndio maisha ambayo yapo hivi sasa. Mtu anaishi maisha, wakati mwingine unaishi maisha
mazuri, maisha yanabadilika, yanakuja maisha ya huzuni, mafanikio. Kwa maana wakati mwingine unaishi katika mafanikio, mambo yanakuwa mazuri, lakini wakati mwingine unaishi katika maisha ya changamoto. Lakini jambo muhimu kwako ewe ndugu yangu ni kutokukata tamaa katika maisha. Usikate tamaa kabisa. Na ukija moyo na fikra za kukukatisha tamaa na kukata tamaa, basi hizo zipige vita kabisa. Hakika huo ni uadui mkubwa wa maisha na maendeleo ndugu yangu. Lakini usikate tamaa, piga vita kukata tamaa, na endelea kuwa na matumaini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tarajia kwamba Allah Jalla Jalalu mimi ataniwezesha tu. Lakini muumini na Muislamu wa kweli kwa hakika kabisa huamini kwamba baada ya mashaka, baada ya matatizo, baada ya dhiki, basi ni wepesi. Anaamini hivyo muumini wa kweli, na hayuko tayari kukata tamaa kwamba masaibu sasa mazito yamekuwa mengi, mimi bora nife. Nishakubali maisha niliyokuwa nayo, nishaamini mambo niliyokuwa nayo, hali niliyokuwa nayo, anakata tamaa. Sasa muumini wa kweli hayuko hivyo kabisa. Allah anasema katika Qur'ani tukufu, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah anasema hakika kila penye uzito upo wepesi. Akarudia tena kwa msisitizo tena akasema inna ma'al usri yusra, hakika kila penye uzito upo wepesi. Ndugu zangu, tunajifunza vitu vingi sana katika aya hii. Aya hii inatufunza kuwa matatizo hayadumu milele. Una matatizo, una masaibu, una maradhi, maisha ni magumu, mambo bado hajakaa vizuri, hiyo hali uliokuwa nayo haidumu milele. Na ndio maana maskini ambao walikuwa ni maskini wa kutupwa, waliokuwa wakichekwa kutokana na hali zao, walibadilika. Matatizo hayadumu milele ndugu yangu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi ya kuwa kila ugumu una mwisho wake. Allah kaahidi hivyo, na ahadi ya Allah iko tofauti na ahadi za watu wengine na wanadamu. Allah la yushbihu shay, Allah hafananishwi na kitu chochote. Allah akizungumza jambo basi linakuwa na liko hivyo. Allah akitaka kuambia jambo analiambia tukun na linakuwa hivyo hivyo, na alichokikadiria Allah basi kitakuwa hivyo hivyo. Ndugu zangu, tumsikilize Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameipokea al-Imamu Ahmad katika musnad yake. Msikilize Rasuli anasemaje. Anasema wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-farja ma'a al-karbi wa anna al-farja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusran. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jamani, tambueni ya kuwa hakika kila penye msaada pana hitajika subira. Kila penye msaada papo pamoja na subira. Sehemu ambayo pana masaibu, sehemu ambayo pana mazito, sehemu ambayo pana ugumu kwa maana sehemu hii sasa inahitaji msaada. Sehemu inayohitaji msaada, basi sehemu hiyo ipo pamoja na subira. Maana yake sehemu hiyo ina mazito. Pasi na kuwa na subira, basi mtu atashindwa kulibeba lile zito. Mwisho wa siku ataangukia ambapo sipo. Kwa hiyo mtambue ya kuwa hakika ya msaada uko pamoja na subira. Lakini na hakika ya faraja, sehemu ambayo inapoingia faraja, basi ipo pamoja na dhiki. Dhiki inatembea pamoja na faraja. Uzito unatembea pamoja na wepesi. Alafu fa inna ma'al usri yusran, kila penye uzito upo wepesi. Ndugu zangu, matumaini huwa yanalindwa. Leo unaishi mtu unakuwa na matumaini. Angalia mtu wakati tamaa, maisha yetu sisi wanadamu yalivyo. Unamkuta mtu anaishi anatumainia tu kwamba kesho kutwa mimi nitakuwa tajiri mkubwa, kesho kutwa mimi nitakuwa hivi. Na ndio maana watu wanapambana kila uchao, kila siku watu wanapambana na maisha. Kwa hivyo haya matumaini haya ni kitu ambacho kitunze sana ndugu yangu. Kama una matumaini ya kwamba wewe utakuwa tajiri, basi matumaini yako hayo yajengee msingi. Matumaini hayo yako yang'ang'anie yasije yakapotea. Matumaini huwa yanalindwa. Matumaini yanahifadhiwa. Na matumaini mimi ipo siku tu
nitapata gari, nitajenga nyumba nzuri, nitakuwa na maisha mazuri. Wapo watu leo amekubali na kuridhika tu na hali aliyokuwa nayo. Ameamka asubuhi, amekunywa chai, wallah nishakunywa, ushaenda huu. Mchana umefika, hajui mchana umefika, amekunguta, amekula chakula, ameshiba, wallah. Yani yeye hana ndoto kwamba kesho nitakuwa hivi, natamani kesho niwe hivi. Unaona? Sasa mtu wa design hii ambaye yeye anaishi tu na kuridhika, mashallah ameridhika, kisha baada ya kupata, yani ameridhika tu na ile hali ambayo alikuwa nayo. Lakini hii inakuwa, ndugu yangu, haina utofauti sana na mtu ambaye unakuta kwamba mtu huyo yeye unakuta maisha yake ni ya amepata hiki leo, amekula, amepata. Sasa wewe unatakiwa uishi na matumaini. Matumaini ni kitu cha msingi na matumaini ni kitu cha kukilinda. Sasa basi, kuna mambo matatu muhimu sana ambayo mambo hayo yakitunzwa vizuri, matumaini ya mtu hukamilika. Matumaini ya mtu huwa yamekamilika na yatakamilika, na kile anachokitumainia kitafanikiwa na atafanikiwa. Mambo matatu, siri yake ni mambo matatu tu katika kuyatunza matumaini yako. Kwanza, jambo la kwanza kabisa ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ala Allah haku tawakkulihi, kumtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea. Naam, kumtegemea Allah, mja kumtegemea Allah kwa kila jambo. Kuna ile kwamba kutegemea, kuna mwingine anategemea kwamba kupitia mtu fulani au kupitia kitu fulani itafanikiwa. Sawa. Lakini angalia, leo ukimtegemea mwanadamu katika jambo, anaweza akakulaza nje, akakuacha solemba. Ni wangapi ambao wamepanga mipango, wamepanga majambo, kesho tunafanya jambo fulani, kesho tunaamkia hivi, kuna percent itaingia nzuri tu, itaingia milioni 100, tayari una matumaini kwamba ikishaingia milioni 100 hii nitafanya jambo fulani. Lakini mwisho wa siku ni kwamba ikapitia kwa huyo jirani yako au huyo rafiki yako au jamaa yako ambaye matumaini ya mzigo huo utaingia na utatoka kimaisha. Mwisho wa siku ubinadamu ukampitia, akaingia chocho na akaingia chaka, mwisho wa siku humuoni tena. Unakufa, unajikuta umekufa chali. Kwa hiyo matumaini yako mtumainie Allah jalla fi'ala. Kwa hakika ukiwa na hali hiyo, wewe hutofilisika katika matumaini yako na katika maisha yako. Lakini kuamini ya kuwa riziki, lakini afya njema na mafanikio yote yako mikononi mwa Allah jalla fi'ala. Hivi vitu ukivizingatia, ndugu yangu, kwa hakika wewe matumaini yako yatakuja kufanikiwa. Lakini jambo la pili ambalo ni la kuitunza matumaini yako, kufanya jitihada, kufanya kazi, kufanya juhudi. Naam, uweze ukawa na matumaini kisha baada ya kuwa na matumaini, maana yake huna jitihada yoyote unayoifanya, inakuwa ni kazi bure. Mfano, umekaa tu wewe unatumaini kwamba kesho mimi bwana mambo yatakuwa safi, inakuwa ni mtihani na haiwezekani. Yeye unamtegemea tu Mwenyezi Mungu, umekaa. Kwa hiyo kitu cha pili ni kufanya jitihada. Lakini matumaini ya kweli, ndugu yangu, huambatana na kazi na kufanya kazi. Matumaini ya kweli, uweze ukawa na matumaini tu afu ukamtegemea tu Mwenyezi Mungu afu ukawa hufanyi jitihada. Tawakkal ala Allah thumma khudhil asbabi. Ndio hii sasa jitihada. Tegemea Allah kisha fanya kazi. Lakini mtu afanye jitihada katika kutafuta ilmu, kujifunza vitu mbalimbali katika maisha, lakini katika biashara na kufanya ibada, na maisha yako yote yawe katika hali hiyo jitihada. Bimaana maisha ya kumtegemea Allah, lakini na kufanya kazi, si ndivyo na kufanya ibada. Vitu hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa uambatane navyo, basi matumaini yako yatakuja kukamilika tu. Lakini jambo la tatu lingine ambalo huja kuitunza na hufanywa kutunzwa kwa jitihada, yani kwa matumaini, hutunzika vizuri matumaini ili kuja kufikia mafanikio, ni kutokata tamaa, ndugu yangu, kutokata tamaa. Sasa hapa kwenye kukata tamaa, hapa ndio kazi ilipo. Watu wengi sana unakuta anaumwa, anakata tamaa, kashakata tamaa. Nakwambia fulani tu alikufa kwa ugonjwa huo, kwa na mimi nitakufa. Unaona Hapana, usikate tamaa. La taqnutu min rahmatillah.
au maisha yangu mimi ndio haya, baba yangu alikuwa hivyo, babu yangu alikuwa hivyo, baba yangu alikuwa, na mimi mlolongo ni ule ule. Usikate tamaa kabisa, lakini kumbuka ya kuwa sheitani humpenda na hupenda kumuona mtu ambaye anaishi kwa kukata tamaa. Basi hapo ndio sheitani ana furaha, na hapo ndio kitomvu na ndio sehemu miongoni mwa vituo vya sheitani. Sheitani anapenda kumuona mtu anakata tamaa. Lakini na Muislamu huendelea kufanya jitihada na kupambana kufanya kazi, hata kama ameamini, hata kama akichelewa kuona matokeo katika yale ambayo anayopambana nayo. Hajapata mafanikio bado, lakini yeye hakati tamaa, anaendelea kupambana. Tumwangalie Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Nabii Allah Yusuf alitumbukizwa kisimani. Alitumbukizwa kisimani, si ndio? Alitupwa kisimani, lakini akauzwa utumwani Nabii Yusuf, kisha akafungwa jela, akaingizwa jela Nabii Yusuf alayhi salam, tena bila ya kosa lolote. Tunatambua hilo, lakini hakukata tamaa Nabii Allah Yusuf, na mwishowe Allah Jalla Jalalu alimnyanyua na akawa ni mwenye heshima na mamlaka makubwa kabisa Nabii Yusuf alayhi salam. Pamoja na utumwa ambao alikuwa ni mtumwa mwanzo, alionewa, mara akaenda akatumbukizwa jela, akatolewa, hivi maisha yakawa katika hali ambayo ni ya mitihani na masaibu, lakini hakukata tamaa. Allah akaja akamfanya akawa ni mkubwa. Allah akamjalia, akaja akamnyanyua, akawa ni mwenye heshima na mamlaka makubwa. Hii Allah subhanahu wa ta'ala huonyesha kabisa, na ni dalili ya kwamba Allah Jalla Jalalu humpa mtu ambaye mwenye subira na matumaini, mtu yote yule ambaye ana subira lakini na matumaini tu kwamba ipo siku mimi sitokuwa katika mazingira haya, basi Allah humfungulia milango ya kheri. Hitimisho langu ndugu yangu ni kwamba maisha mazuri huanza kuwa na imani iliyokuwa nzuri. Maisha mazuri huanza kuwa na imani iliyokuwa nzuri, lakini na matumaini yaliyokuwepo mazuri, na jitihada zilizokuwa nzuri kabisa. Lakini usikate tamaa kwa sababu ya hali uliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alivyo, anaweza akakubadilisha maisha yako hayo ya kawaida, akaja akayabadilisha na kuwa maisha mazuri, tena kwa muda mfupi sana. La tayasu min ruhillah, usikate tamaa kabisa kutokana na rehma za Mwenyezi Mungu. Wito wangu sasa, endelea kuswali ndugu yangu, endelea kufanya ibada ndugu yangu, endelea kufanya dua ndugu yangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe Allah Jalla Jalali, lakini na endelea kufanya kazi tena kwa bidii kabisa, na kuwa na matumaini yaliyokuwa mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba leo nimekosa lakini kesho nitapata tu. Ni hali yangu sasa hivi iko hivi, lakini siku za mbeleni hali yangu itakuwa nzuri tu. Hakika kesho yako huenda itakuwa ni bora kuliko leo. Namuomba Allah Jalla Jalalu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma jamina bil afiya was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqama wa'adhina min mujibati nadama innaka anta sami'u du'a bi rahmatika wa qudratika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy al ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila al liqa.